Kijana mmoja amekufa maji leo alasiri katika eneo la Bahari Hindi la Vidazini, kiungani mwa mji wa Kilifi. Inadaiwa kijana huyo alikuwa akiogelea na wenzake na walianza mashindano ya kufuata boti ambalo lilikuwepo katika eneo la maji mengi. Shughuli za uokoaji zilianza mara moja baada ya kisa hicho kushuhudiwa na vijana ambao hufanya shughuli za uokoaji katika eneo hilo. Baada ya kuarifiwa kwamba kumetokea maafa katika eneo la Vidazini la Bahari Hindi kiungani mwa mji wa Kilifi, tulifika na kujionea kwamba shughuli zilikuwa zinaendelea kama kawaida katika eneo hili. Kuna michezo mingi, michezo ya baharini na michezo ya ufuoni. Baadaye kidogo tukaona kwamba shughuli za uokoaji zinaendelea kwa mbali na watu wengi walikuwa wamejikusanya katika eneo hili wakisimulia. Watu hufika hapa kwa ajili ya kuogelea na kujivinjari, na mara nyingi hupewa tahadhari kabla ya hatari. Kusaidia kwetu anasaidiwa yule mtu ambaye anataka kusaidiwa, sababu ukiambiwa mahali hapo ni hatari usifike. Unaona? Na wengine sasa wanakosa kuwaheshimu ndugu zetu, wakiwa hapa wako na nguo tu za kawaida kama sisi. Hawezi kuja hapa na uniform. Sio mtu akikwambia toka, wewe unafikiria tu ni bahari ya mwenzako, au maybe ni mtu ambaye amekuja kupiga starehe kama wewe, unakosa kumheshimu. Lakini visa kama hivi vinatokea, na vikitokea mostly sana si watu tunatetea. Namba yetu kubwa ni ya kutetea. Na zipo tahadhari nyingi ambazo tumezisikia kutoka kwa vijana ambao wamejitolea kutoa huduma za uokoaji wakati kunapotokea maafa katika sehemu hii. Kuna jamaa walikuwa wanaswimu hapa, lakini wakawa wameenda maji mengi kule. Tukajaribu tukawatoa, tukasema waje maji kidogo huko. Lakini alafu baadaye tena wakarudi huko. Ndio tukasikia mmoja wapiga makelele. Tulipofika pale tukaenda tafuta, wakasema kuna jamaa ambaye amepotea. Sasa tukamtafuta yule, lakini tuliposhindwa tukaita boti, ndio ikaja, ndio tukatafuta na wenzetu tukampata. Tulizungumza na baadhi ya vijana ambao walishuhudia kisa hiki jinsi kilivyotokea, na walitueleza harakati walizofanya ili kuhakikisha kwamba mwili wa aliyezama na kufa maji unaopolewa. Hii mwendo kama saa 10 tu hivyo ndio kulikuwa kuna wale ambao walikuwa wanaogelea, na kuna wakafahamishwa kwamba wasiende maji mengi kwa sababu maji tangu juzi yamechafuka. Sasa wale wakaenda hivyo kule, na mmoja tukasikia wengine wanakipiga kelele. Kuna mmoja anapiga makelele anataka usaidizi. Tulipoingia akawa ni kama anamalizika kuingia chini. Sasa ndio tukaendelea kutia ule juhudi zetu za kutafuta huo mwili. Lakini pia tunashukuru kwa sababu ya county government ambayo pia tulipowafahamisha wakaleta ile boat ya rescue, tumetafuta mwili na tayari tumeupata. Boti la mkombozi kutoka kaunti ya Kilifi lilifika, na shughuli hizo zilichukua takriban saa nzima kumtafuta mtu huyo ambaye inadaiwa alikuwa akiogelea na wenzake 5, ambapo walielekea mahali ambapo maji mengi, na ulikuwa ni wakati wa maji kujaa. Ningependa kuongelesha wale ambao wanakuja baharini kila wakati, wajaribu kuheshimu hawa jamaa ambao wako hapa kuwaokoa wao. Sababu firimbi ikipigwa, ukiambiwa utoke, mtu huwa ameiona mapema ile hatari, na mtu ambaye yuko nje huwa anaona mapema kuliko yule mtu ambaye yuko pale ndani. Baada ya boti kuondoka na mwili huo, hakukuwa na jengine ila kutizama watalii wakijivinjari na wengine wakiendelea na michezo yao ya baharini, huku wengine wakicheza kandanda ya ufuo wa bahari. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, ladha ya Pwani.